Okay guys, tumerudi, we are back and I said early with Mazuri plus mada ya leo. So nilikuwa ninafikiria how we always take personal responsibility. Today natamani sana tuongelee namna ambavyo tunaweza tuka own zile responsibilities zetu hasa yanapotokea makosa. Hi guys, welcome back to your favorite show, Talk to Blessing, and this is your girl Blessing. It's been a while. Na niseme tu a happy new year to everyone. Utatuambia unatazama kutoka wapi. Imekuwa ni muda mrefu, imekuwa ni kitambo, but we are back na tumerudi kwa kishindo. And saying so, I'm not back alone. Kama unavyoona on my side, I have Mazuri pure drinking water. Guys, I'm back with this amazing product. Sasa it's been so sunny, kuna joto and stuff, lakini I assure you, ukipatana na Mazuri like you are done. Sasa are you around Arusha, popote Arusha, uko na Manga, uko wapi, anywhere around Arusha utapata maji ya Mazuri. Guys, it's healthy and you need to take water. Some nasikia every part wanasema because ni jua kali ni nini, you need lot of water. Kama unatamani kupata, maybe unauza duka la jumla na unatamani kupata all around Arusha, you can just call the number hapo inapita kwenye screen, which is 0623 43 20 43. Rudia tena 0623 43 20 43 au 0623 16 21 79. Unaweza ukarich Mazuri shops, unaletewa mpaka dukani. What are you waiting? Usiache kupata maji. So kama ambavyo nilikwambia, I'm back with Mazuri water, but still stay tuned. Kaa hapo, watch this show mpaka mwisho tunaporudi kuja kuintroduce mada. Stay tuned. Okay guys, tumerudi, we are back and I said early with Mazuri plus mada ya leo. So nilikuwa ninafikiria how we always take personal responsibility. Today natamani sana tuongelee namna ambavyo tunaweza tuka own zile responsibilities zetu hasa yanapotokea makosa. Watu wengi yanapotokea makosa wanawaza kwamba it's not my fault, alitakiwa apate fulani, I did not do this. Na hiyo kitu inafanyika sana kwenye macho ya watu. Lakini when it come to your private place ambapo unakuwa umekaa, unajua kabisa kwamba like this is my fault. Sasa if you know kwamba this is your fault, unawezaje kukubali kwamba wewe ndio umesababisha changamoto na take responsibility of your issues? First thing and foremost ni kugundua kwamba ni kweli umekosea. Hata kama hauta admit on public like on YouTube like this, but ukikaa mwenyewe kubali kwamba I did it wrong, kwamba it was my mistake. Na ukishajua hivyo, then understand exactly where did you do your mistakes. Na ukishakuwa umekubali, sasa unakuja kwenye the second step of owning that thing you did. Na ukishakuja kuiown, inakuwa ni rahisi wewe kutoka pale with two things, because one of the things unaweza kukosea na ukatoka with a lot of blames, lakini the second thing is to learn the lessons ambazo zimetokana na makosa uliyoyafanya. Na ukijifunza zile lessons, it's very easy for you as an individual to work on yourself, because if you have not admitted to your mistakes, ni ngumu sana kwamba wewe utaamka na kukubali kwamba kweli nilikosea na umejifunza 1 2 3 kutoka kwenye makosa na kuendelea kufanya vizuri zaidi. So guys, after learning the lessons and hapo umesha own the mistakes you have done, now it's time to live on the lessons ambazo umejifunza kwamba ni kitu gani ulifanya wrong na kikwenda sawa. Then from there, leave the past behind. Kwa sababu watu wengi tumekuwa tuna tendency ya move on because we have a lot of burdens and a lot of mistakes. A lot of our past mistakes tunakuwa hatuja work on them. We have not accepted, we have not agreed. Sasa it's time umeshafanya yote hayo mambo mawili matatu ambayo nimekwisha kukwambia. Now it's time to leave the past behind and live
the new you from the lessons you have learned. Kwa mfano, ulikuwa umepitia kitu kigumu ambacho unaona kabisa kwamba unaogopa kuendelea mbele. Let's say for example relationships. Ulifanya makosa kwenye mahusiano, sasa you are supposed to step in kwenda kwenye mahusiano mengine. Do not be scared to be in a relationship, because I have seen a lot of people, they are so scared. Mtu anasema it will happen the same thing, atakuwa kama yule. No, there are lessons you took from your mistakes. Sasa chukua hayo mafunzo, nenda nayo mbele, jifunze, learn to understand. And that's where it is very easy for someone to understand the red flags, because alikuwa kwenye other mistakes, other things, akajifunza kwamba nikiona kitu kama hiki I shouldn't proceed. Makosa yasikufanye ukashindwa kuendelea mbele kufanya vitu vizuri zaidi. I understand that mistakes should make you a better person, kwa sababu umeshajifunza, umesha own your mistakes, umesha beba ukaona kabisa mimi udhaifu wangu ulikuwa huu, hapa kilikwenda hivi, and now I'm a new person and I have to be better. Mimi I understand that mistakes zinakufanya uwe mtu bora endapo utajifunza, but you become the worst when you just sit down and complain kwamba ulisababishiwa na nini. Na hii inatupeleka more further in making decision. When you are making your decision, hakikisha kwamba unafanya maamuzi ambayo hakuna hata siku moja utashindwa ku-own like this was me, that was my mistake. Yeah? So guys, I think it's very easy to say like the way I am saying here, but it's another thing to work on it. Make sure you practice, you work on it every day. It's a brand new day. Usikae na mambo ya jana, ukabeba leo, ukabeba kesho kutwa. Take the lessons with you. Lessons should make you a better person. But coming to think of it, sisi wa Afrika hata wa Tanzania, it is very tough for someone to admit na kusema nimekosea, because mistakes kwa watu wengi they sound like a taboo. Yani kwamba mtu anatakiwa asikosee, everybody should be perfect. No. Nobody is perfect and nobody should be perfect. Like, how do you own your issues? How do you address whatever the mistakes happen? And saying so, I hope you have understood very well kwamba makosa yanatokea, you own the mistakes, you understand the mistakes, you take the lessons. After you have taken the lessons, you move on ukiwa tayari yale masomo you have taken them very well na umejifunza kuwa mtu bora. So guys, thank you so much for watching, and I believe you are going to be a better person, because this channel is all about making us better, not making us perfect, but learning every day. And more than it all, do not forget to take your water. Usiache kunywa maji. And if you have mazuri by your side, like the way I have one here, it becomes so easy for you to do a lot of things. Until next time, as I said before, kama umekuta show iko katikati, this is your girl Blessing, and thank you so much for watching. Usiache ku-comment, usiache ku-subscribe. If you have a testimony, what was your mistakes na ilikuwaje, do not forget to write. You can just write down kwamba I learned 1 2 3 4 about what I have spoken. Lakini zaidi ya hapo, put the like, lakini kwenye kushare, share with your neighbor, call your people. Umekaa unaangalia, call other people to learn. And if you have something you really want to learn on this channel, do not forget to write down hapo chini kwenye comment section. Until next time, bye bye.